Tanak Television, taking the gospel to every nation and all creation. Dear viewers all over the world, where are you watching us from? And where are you receiving the anointing of signs and wonders from? Kindly let us know through the number on the screen. Tanak TV. Nabii wa ishara na miujiza Dr. Peter Ikera ameitwa, amepakwa mafuta na kutengwa kwa wakati kama huo. Kila mmoja aliyekuwa amemzunguka Yesu aliamini fundisho lake, aliamini injili yake, ila kwa jinsi walivyoona mapito aliyoyapita Yesu, adhabu aliyoibeba Yesu, shida na dhiki aliyoipitia Yesu, kila mmoja aona matumaini ya kufufuka hapa hakuna. Na kwa sababu ameona matumaini ya kufufuka hapa hakuna kabisa, alipofufuka ikazua taharuki. Hii jambo linawezekanaje? Upande wa pili ulikuwa bize. Wale ambao mmekuwa kwenye semina unaweza kufuata mfululizo vizuri sasa. Upande wa makuhani na mafarisayo, upande wa pili ukawa bize. Sasa tunafunikaje jambo hili? Aibu hii tunaifunikaje? Maana ukimuua alafu akafufuka, aliyeshinda sio yule aliyemuua na aliyemkamata juzi. Aliyeshinda ni yule ambaye amepigwa mpaka wakasema huyu ni wakuzika, na wakapeleka kaburini wakazika, halafu atoke kaburini. Hakuna ushindi mkubwa unaozidi ushindi wa namna hiyo. Yani kipimo kizito kabisa cha pigo kwa adui yako ni pale akiwa amekuright off kabisa kwamba huyu hawezi tena kufanikiwa, hawezi kabisa kuinuka. Nina uhakika kwa 100% huyu amekwisha. Halafu baada ya siku 3 ukatoka kutoka kwenye kushindwa kwako, ukatoka ukaja ukashinda. Ni pigo la aibu la ajabu sana. Maana utawaambiaje wale uliowaambia alikufuru akisema ni mwana wa Mungu? Maana uliwaambia amekufuru, amejiita mwana wa Mungu, amejifananisha sawa na Mungu. Mashtaka ya kifo cha mtuhumiwa wa Rumi anayesulubiwa msalabani yanagongwa juu ya msalaba wake. Kwa hiyo juu ya msalaba wale wevi wawili yalikuwa yameandikwa mashtaka yao pale, mwizi, mwizi. Kwa kila anayepita anajua kumbe nikiiba nitaishia msalabani. Ila kosa la Yesu halikuonekana kabisa, halikuwepo kabisa kisheria, halikuwepo kabisa wala kiimani, halikuwepo. Ikabidi tu waandike pale juu, Yesu Kristo mfalme wa Wayahudi. Ndio kosa lake, Yesu Kristo mfalme wa Wayahudi. Hilo ndio nini? Ndio kosa. Wakuu wa makuhani wakaenda tena kwa Pilato wakasema, ondoa hiyo hati ulioiandika pale juu. Umemwandika mfalme wa Wayahudi jambo hili, hata kama atakufa lakini watu wataendelea kumuona kama mfalme. Ondoa. Akasema imekwisha kuandikwa. Maana dola la Kirumi linaheshimika kwa kauli zake, likisema halirudi nyuma. Ukikivunja kauli maana yake limeonekana dhaifu. Imekwisha kuandikwa. Rumi ikisema mjadala umefanya nini? Umefungwa. Roma lokuta kausa finita. Rumi ikishaongea
Huwezi ukasema samani naomba mrekebishe pale juu, kuna herufi imekosewa. Kama imekosewa kuanzia hapo taratibu umebadilika, herufi ile itaandikwa hivyo hivyo kutoka hapo kwenda mbele. Haikosei. Nasema na mfano hapo. Umewaambia watu alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Umewaambia watu huyu sio mfalme wa Wayahudi. Umewaambia watu huyu sio Kristo. Sasa amefufuka. Na alipofufuka hajawatokea wao. Unajua Yesu anawatocha, anawatorment. Lakini anawatorment very much indirect. Hawatorment mbele yao. Wanasikia tu mara katokea Galilaya, mara katokea kaburini, mara katokea Yerusalemu, mara katokea wapi. Yuko wapi tumkamate? Hakamatiki, yuko kila mahali na saa yoyote anatoka kwenye nyumba ya mtu. Hey! Na nena mafuta juu yako. Mafuta ya kutokuzuilika. Na yanena juu ya maisha yako. Pokea! 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 Katika jina la Yesu. Nasema na mfano hapa. Sema Bwana Yesu nisaidie. Wewe usiyezuilika unakaa ndani yangu, ukanifanya nisizuilike kwa namna yoyote, katika jina la Yesu. Piga Yesu, sema napokea, napokea katika jina la Yesu. Bwana na akufanye ubebe ule neema ya Kristo, ule Ukristo ule wa Kristo, ule uyesu wa Yesu ukae ndani yako, usizuilike katika jina la Yesu. Sema nitatokea wasiponitarajia. Ndio waliposema hapo huwezi kutoka, wewe utatoka katika jina la Yesu. Waliposema huwezi kufanikiwa, wewe utafanikiwa katika jina la Yesu. Waliposema huwezi kuinuka, wewe utainuka katika jina la Yesu. Asili ya Yesu ni kutokushindwa, na wewe hautashindwa katika jina la Yesu. Piga Yesu, sema napokea, napokea, napokea. Keti nasema na fulani hapa. Leo ninanena na kila nafsi. Ninanena na kila mtu ambaye fitina ya kukuzuia imefanyika muda mrefu, lakini sasa itakuwa ni aibu ya waziwazi juu ya kila kichwa cha adui yako, juu ya kila kichwa cha mtesi wako, juu ya kila kichwa cha kuchukiae. Ninanena aibu ya waziwazi. Kila kinywa kilichosema uendi kokote, kinywa kile kitasema tafadhali tutafute namna ya kuwajibu watu. Piga Yesu, napokea katika jina la Yesu. Kati kidogo, niko na mtu fulani hapa. Niko na mtu fulani hapa. Maandiko yanasema wale askari waliokuwa wamewapa kazi ya kulilinda lile kaburi, walienda kuomba. Wakaenda wakawaambia jamani, ule mtu amefufuka. Lilikuja tetemeko zito sana, na malaika akaja, tukawa kama watu waliokufa, tulishindwa kufanya chochote. Kwa hiyo amewacholopoka. Anasema akamatiki saizi. Saizi atembei kwa mguu wala kwa punda wala apande kwenye chombo cha mtu. Saizi upako umeongezeka, utukufu umeongezeka. Saizi anapotea na kutokea. Anapotea na kutokea. Anapotea na kutokea. Hey! Hautakamatika kuanzia leo. Ninanena spidi ya tai. Mafuta ya Kristo yanakukalia. Hautazuilika katika jina la Yesu. 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 Sema natokea na kupotea. Utanipataje? Ndio. Uko ndani ya mtu ambaye muda wote anapotea na anatokea na hata kutelekeza. Kaa kidogo, sema Yesu, ukitoweka, toweka na mimi. Na ukipotea, potea na mimi. Na ukitokea, tokea na mimi. Mimi iko ndani yako na wewe uko ndani yako. Mgusa jirani yako, mwambie neighbor, hold me. I want to vanish. Neighbor, hold me.
today I want to vanish. Jirani, nikamate, nataka kutoweka, nataka kupotea, niondoke kwenye mateso, niondoke kwenye machungu, niondoke kwenye laana, niondoke kwenye vifungo, niondoke kwenye shida, niondoke kwenye mateso. Potea! Potea! Popote walipokuweka, wakakuwekea na sanda, wakakufunga na leso, toweka kwenye hilo jumba la kifo, toweka kwenye mahali ya umasikini, toweka kwenye kaburi ya laana, toweka kutoka mahali hapo, toweka! Sema Yesu. Sikusikii sawa sawa. Yesu. Yesu. Ukitoweka, toweka na mimi. Haujakaa kaburini wewe. Baada ya siku ya 3, ondoka na mimi kutoka mahali hapa. Uko hapa mama, ondoka. Kati kidogo, sema Bwana Yesu nisaidie. Ukiondoka usiniache. Wale aliokuwa anawaomba lift, wakina Petro alikuwa anawaomba lift kwenye chombo chake. Alikuwa anawaambia naweza kutumia chombo chako. Akatumia chombo chake, akamwambia kisukume kidogo mbali. Akakisukuma, akatumia kuhubiria. Wale akamwambia jamani, mtangulie kwa mguu. Mimi mtanikuta wapi? Galilaya. Mzee utakuja na nini? Upako umeongezeka. Ninaenda kwa upako wa anga. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Pokea hiyo mafuta katika jina la Yesu. Pokea huo upako katika jina la Yesu. Sema niliomba lift jana na juzi. Hali inabadilika. Sema hali inabadilika. Sitaendelea kuomba punda wa mtu. Safari yomba punda wala mwana punda. Safari amemwambia tangulieni. Na kabla wanaingia tu, huyu hapa hajagonga hodi wala hajauliza na mmemwandalia wapi mwalimu mwalipa. Hata usipomwandalia ameingia. Hamtaniepuka. Mwambie mwingine hamtaniepuka. Hamtaweza kuniepuka. Kutoka leo utokee kwenye mafanikio yako, utokee kwenye heshima yako, utokee kwenye baraka zako, utokee kwenye heshima yako. Usipatikane mautini, usipatikane vitani, usipatikane shidani, usipatikane kwenye uharibifu. Katika jina la Yesu. Uko hapa mama, ondoka. Mafuta ya Kristo yawe juu yako. Neema ya Kristo yawe juu yako. Kaburi lolote ulilopo ndani yake, ulikofungiwa uko sanda na leso, ulikowekewa jiwe la muhuri ili usiweze kutoka, toka! 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 Kati yangu na kaburi navunja ushirika. Kati yangu na kuzimu navunja ushirika. Kati yangu na mauti navunja ushirika. Kati yangu na kifo navunja ushirika. Kati yangu na mauti, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Msalaba sio tu kwamba unatuunganisha na Mungu, ila unatufarakanisha na kuzimu na ibilisi. Nami ninaunena msalaba wa Kristo na ufufuo wake ukutenge wewe na giza la kila aina. Katika jina la Yesu. 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 Sema navunja undugu
kati yangu na dhiki, kati yangu na taabu, kati yangu na msiba, kati yangu na msalaba, kati yangu na mateso, kati yangu na vifungo, ninauvunja undugu katika jina la Yesu. Mbingu zikusimamie kuanzia leo. Mbingu zikusimamie kuanzia leo. Sema mwanadamu yoyote, roho yoyote, na kitu chochote kilichoniunganisha mimi na giza la kuzimu, faraka kati yangu na vitu hivyo, kuanzia sasa ikasimame kati yangu na vitu hivyo. Kuwe na uhasama na kutenganishwa kati yangu na mateso, kati yangu na dhambi, kati yangu na uasi, kati yangu na uharibifu, kati yangu na ulimwengu, kati yangu na mambo yasiyofaa, kati yangu na magonjwa, kati yangu na umaskini. Yesu, vunja undugu, vunja ushirika, vunja mshikamano kati yangu na giza katika jina la Yesu. Niko nazungumza na mfano hapa. Sema undugu kati yangu na giza leo unavunjwa. Msalaba unaleta faraka. Maandiko yanasema Yuda alipokwisha kumuuza Yesu kwa vipande 30 vya fedha, ameshachukua vipande vingapi? 30 vya fedha. Wameona wanayomtenda Yesu. Maandiko yanasema akawarudia wakuu wa makuhani hekaluni, akawaambia, nimeisaliti damu isiyo na hatia, chukueni fedha yenu. Wakamwambia, hayo yaangalie wewe mwenyewe, lakini sisi hatutaichukua pesa yako. Yuda akawatupia zile hela. Si alikuwa amemuuza kwa pesa? Hazifai tena, maana msalaba una tabia ya kufarakanisha watu waliokuwa wanapendana hivi. Msalaba ukitokea namna hii, na kama kikosi hicho kimeungana dhidi ya Kristo na mtu wa Kristo, lazima faraka itokee. Yaani mtu anagombana na pesa aliyochukua, na anagombana na waliompa pesa, na waliopewa pesa hawaitaki ile pesa, na hawamtaki waliouziana naye. Yuda akaitupa mle hekaluni ile pesa. Haishikiki. Akaitupa mle hekaluni, wenyewe akaiogopa, wakasema hizi neli uone dini ni kitu kibaya sana. Dini ni kitu kibaya sana. Maandiko yanasema kwa sababu zilikuwa ni pesa za sadaka na walikuwa zina damu ya mtu, wakaogopa kuzichanganya na sadaka nyingine. Yaani ujue dini ni mbaya. Kilichomsaliti, hela iliyomsalitia Yesu ni hela ya sadaka. Yaani ujue dini, ukibeba dini unakufa nayo. Hela aliyopewa Yuda ilitoka kwenye nini? Kwenye sadaka hekaluni. Wakasema tusichanganye kwa sababu ni hela ya sadaka na ni kima cha damu, tusichanganye na nini? Na sadaka nyingine. Wakasema tukanunue konde. Wakaenda wakanunua konde la mfinyanzi. Wakasema huko tutakuwa tunazika wageni, wasijue kumbe ni unabii kwamba Mungu ni mfinyanzi, na anayejua kushughulika na konde la mfinyanzi ni Mungu. Na hao wageni watakaozikwa ndani yake ni mataifa ambao si Wayahudi. Watakaompokea Yesu watafinyangwa upya, watafanywa upya. Ila wale watakaofinyangwa wakaendelea kubishana na mfinyanzi, watavunjika na hawataweza kushika hata maji. Nasema namfani hapo. Nasema namfani hapo. Sema Bwana Yesu nisaidie. Nataka tuombe hapa. Nikusomea ile Zekaria 11 mstari wa 12 na 15. Anasema, nikawaambia, mkiona vema nipeni ujira wangu, kama sivyo msinipe. Basi
wakanipimia vipande 30 vya fedha kuwa ndio ujira wangu. Kisha Bwana akaniambia, umtupie mfinyanzi kima kizuri hicho nilichotiwa kama na watu hao. Basi nikavitwaa vile vipande 30 vya fedha, nikamtupia huyo mfinyanzi ndani ya nyumba ya Bwana. Ndipo nikaikata vipande 2 fimbo yangu ya pili iitwayo vifungo, ili nipate kuvunja udugu uliokuwa kati yangu, kati ya Yuda na Israeli. Soma mstari wa 14 pamoja na mimi. Ndipo nikakata vipande 2 fimbo yangu ya pili iitwayo vifungo, ili nipate kuvunja udugu uliokuwa kati ya Yuda na Israeli. Nasema mfano hapo. Huo ulikuwa ni unabii Zekaria anaotoa kwa habari ya Israeli ya wakati ule. Lakini unabii huo ulikuwa ulienda ukasemwa ukafanyika tena Israeli. Yuda sasa si kabila, Yuda sasa ni mtu aliyepewa vipande vingapi? 30 vya fedha. Akaenda navyo hekaluni, akavitupa hekaluni kama alivyofanya nabii Zekaria. Nabii Zekaria yeye alichukua fimbo akaivunja vipande 2. Akasema, nimevunja undugu kati ya Yuda na wapi? Na Israeli. Uko nyuma vita ikalipuka, Israeli ikapasuka. Kwa nini? Wafalme wake walikuwa wameungana kutenda kinyume dhidi ya Mungu na kuabudu na kusujudia miungu mingine. Nazungumza na kufanya hapo. Sema, Bwana Yesu, kupitia msalaba ule mti umevunjwa. Ninakusihi uvunje ushirika wangu na vita zangu zote na shida zangu zote. Mashindano ya aina yoyote ulioyapitia kati yako na ufalme wa giza, kwa sababu kulikuwa kuna mahusiano kati ya maisha yako na nguvu za giza, mahusiano hayo yavunjike katika jina la Yesu. Chombo cha mfinyanzi chochote kinachoshindana na mfinyanzi, Biblia inasema kitavunjika. Zaburi ile ya 2 na inena juu ya maisha yako. Mstari huo wa 8 na wa 9 anasema, uniombe nami nitakupa mataifa kwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Utawafanya nini? Utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama chombo cha mfinyanzi. Na sasa, enyi wafalme, fanyeni akili, enyi waamuzi wa dunia, mwadibike. Walioshindana na Yesu walikuwa ni mfinyanzi, ni chombo cha mfinyanzi tu. Yeye ndiye mfinyanzi mwenyewe, na wasingeweza kushindana na yeye. Mbingu ziwe juu yako. 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 Mfinyanzi wowote unaoshindana na anayeumba, ukikauka utavunjika na utasaidika tena. Sema katika jina la Yesu.
Mwanadamu yoyote na mifumo yake yote ni chombo cha mfinyanzi tu. Na Yesu alikuwa ni nani? Alikuwa ni hilo neno lililotamkwa na Mungu likaumba likafanya. Alafu jiwe lile lile wanaliweka kumzuia Yesu asifanye nini? Asitoke. Chombo cha mfinyanzi hakiwezi kushindana na mfinyanzi, kitavunjika vunjika. Miamba ni migumu kwa mwenye mwili, ila kwa mfinyanzi ni mfinyanzi tu. Akiutupa chini unapasuka pasuka. Miamba ina kiburi kwa mwanadamu mdhaifu, ila mbele za Mungu ni mfinyanzi tu. Sauti yako yote sema katika jina la Yesu. Sauti yako yote katika jina la Yesu. Sauti yako yote katika jina la Yesu. Bwana, kila mwamba unaozuia utukufu wa Kristo usidhihirike kwenye maisha yangu, mwamba huo na upasuke. Nchi hiyo iliyoshikilia utukufu wa Kristo ndani yake utikiswe kwa jina la Yesu. Nchi itikiswe, mwamba upasuke. Mambo makubwa yaliyokuwa yamekuzuia kwa Mungu si mazito, ni chombo cha mfinyanzi tu. Sema hamtatumia mfumo wowote, hamtatumia mwamba wowote, hamtatumia silaha yoyote ikaweza. Ni mfinyanzi tu, 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 ni mfinyanzi tu. Utavunjika vunjika. Sema mifumo yoyote inayoshindana na mimi ni kama mfinyanzi tu unaojaribu kushindana na Mungu wangu. Mfinyanzi itapasuka pasuka, itavunjika vunjika. Hata maji hayataweza kubeba vipande hivyo, havitaweza kubeba hata maji wala majivu. Yesu anasema naye, Isaya 30:14, naye atapavunja vunja kama chombo cha mfinyanzi kivunjwavyo. Akikivunja vunja asiache kukivunja, hata hakitapatikana katika vipande vyake kigae kitakachotwaa moto jikoni au kuteka maji kisimani. Unakumbuka kijijini, kishike bwana wakione tunavunja chungu leo ni nguvu za giza. Biblia hujasoma. Naye atapavunja hapo palipo kushikilia wewe, hicho kilicho kukamata wewe, atapavunja kama chombo cha nani? Kama chombo cha mfinyanzi kivunjwavyo. Atakivunja vunja, asiache kukivunja. Yani anakivunja mfululizo bila kuacha kufanya nini? Yani kinavunjwa alafu kinavunjwa, alafu kinavunjwa tena, alafu kinavunjwa. Lengo ni nini? Nionyeshe tu hicho chombo nikiwa naongea. Lengo ni nini? Na umekishika vizuri mzee. Hata hakipatikani katika vipande vyake kigae kitoshacho kutwaa moto jikoni. Yani hakubaki hata kipande cha kuchotea nini? Wale wa kijijini, haleluya. Wala
kipande cha kutekea nini? Maji. Sema hakuna kipande cha kuchotea moto wala cha kuchotea. Yani they will be rendered useless. Yani unapigwa kipigo unachakaa mpaka huna matumizi yoyote. Hey! Sasa hii ibada nishaifanyaga huko nyuma, huko zamani. Na nataka niifanye sasa hivi. Utakuwa unapita haraka sana. Alafu wale watu walikuwa wanatamka kwenye ulimwengu wa kiroho na wanaweka matatizo ambayo yanatawasumbua. Ili tukikivunja hivi tumeyavunja yaliyowekwa ndani yake. Yasiweko tena. Sema Yesu. Yesu. Ninaweka ndani yake mateso. Tembea haraka haraka, tembea tu, waweke tu hivi. Naweka ndani yake mateso na shida na dhiki na laana na fungo na mateso ndani yake yapasuke kama chombo finyanzi. Tandika makofi yako, tembea ukiomba. Shap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 azia. Jia katakatakatakatabadia. Jipakalakatakatakatakatakazia. Yakatalakatakatakatakatakazia. Ripakatalakatakatakatakatakazia. Yakatalakatakatia. Yepasia palia. Zikakatia kalia. Usimzuie, weka kwa juu tu. Kwa juu tu, usikaribie. Usikaribie, weka kwa juu tu. Usimzuie mchungaji. Omba, weka ndani yake. Atayavunja kama yavunjwavyo. Shakatia tia lia. Zia tia lia zia tia. Lia zia tia lia zia tia. Yakazia tia lia zia. Yakatia lia zia kia lia. Jeketelia zia tia lia. Sakatalaba dia zia lia. Yeketelege zia kalia tia. Yakakazia katia. Ripakazia tia. Yeketelege zia katia. Yakazia tia lia tia. Weka ndani yake. Yatavunjika. Hayatapatikana mabaki. Hayatapatikana masalia. Hayatakuwako mabaki. Hayatakuwako masalia. Rapakatia. Iseketelegezia. Yakazakatalatia. Rikakatelegezeketia. Yakakazia katia. Rikakatelegezeketia. Bwana amesema, niombe nami nitakupa mataifa kuwa mfinyanzi wake. Naye atawapiga kama chombo cha mfinyanzi. Atawapiga kwa fimbo ya chuma. Iko wapi fimbo yangu ya chuma? Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Mbona ina uwepo? Sema katika jina la Yesu. Usiweke pesa huko unaweka shida. Sema kwa jina la Yesu. Kama ilivyonenwa katika Zaburi ya 2 mstari wa 9, naye atawapiga, nawe utawapiga kama chombo cha mfinyanzi kwa fimbo ya chuma. Enyi wafalme, muadibike. Piga makofi yako. Tandika mateso hayo na dhiki hizo. Kisipatikane tena mateso wala shida wala dhiki wala laana wala vifungo wala uharibifu wala laana wala vifungo
kwenye maisha yako. Hata kuwepo hata ya kuchotea moto wala ya kuchotea maji, katika jina la Yesu. Kaburi ilivyopasuka, miamba ilivyopasuka, viki zilizopasuka, kisipatikane tena chombo ndani yake, katika jina la Yesu, cha kufaa matumizi ya aina yoyote, katika jina la Yesu. Kila silaha iliyotumika kukuumiza wewe, kukugandamiza wewe, kukutesa wewe, tandika makofi, imepasuka. Pasuka, imepasuka. Pasua hiyo miamba. Imepasuka kama chombo cha mfinyanzi. Imepasuka kama chombo cha mfinyanzi. Imepasuka kama chombo cha mfinyanzi. Imepasuka. 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 Shapayakatia. Iseketelekatia. Jipeketelegazia. Raketelekezeketayatia. Pasua kabisa. Yamepasuka. Endelea kuomba. Kama una namba ya maombi, kimbia kwenye mstari wa maombi haraka. Endelea kuomba. Na kama una namba ya maombi, kimbia kwenye mstari wa maombi haraka. Pasua kabisa. Pasua hiyo miamba. Pasua hilo kaburi. Pasua hiyo miamba. Pasua hiyo mateso. Pasua hiyo dhiki. Pasua hiyo vifungo. Sheketeleke teketoya. Isakatia kalia. Iseketeleke zeketia. Ikakatia pazia kalia. Ekatalaza katia kazia. Pasua. Hiyo miamba ipasuke. 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 Ufalme wake uje kanisa. Shukuru Mungu wa madhabahu ya Koem. Nilikuja hapa Jumapili, niliandika mahitaji 15, moja wapo mtoto wangu apate wafadhili. Nashukuru Mungu mtoto wangu amepata wafadhili, ameenda form 4 na amepata shule ya boarding. Kila sababu ya kumshukuru Mungu wa madhabahu ya Koem, Mungu wa Dr. Peter Ekera kwa mambo makubwa alionitendea kwa mtoto wangu. Mimi nina mtoto wangu aliyekuwa anabadilika kila dakika, wakati akibeba mimba zinatoka. Ila Jumapili nilivyochukua mafuta ya chain breaker, nilivyompulizia mara 2 mdomoni na tumboni mara 1, nikampaka. Asubuhi yake alijisaidia kitu kama kibuyu kabisa. Alijisaidia kitu kama kibuyu. Kama kibuyu kwa haja ndogo. Na mpaka sasa hivi ni mzima baba. Mimi ni mama kutoka sehemu za Kiboriloni Mlimani. Nilikuwa nasikiliza hii radio ya Ikweni. Nilikuwa sijiwezi, nimelala kitandani. Mwili siwezi kutembea wala kuteremka kitandani. Pressure na sukari ilikuwa imeharibu mpaka macho. Lakini namtukuza Mungu wa mahali hapa. Nilitafuta pikipiki, nikakodisha, nikaja hapa. Nilivyokuja hapa nimewekea mikono, nikaenda nyumbani. Nikakaa tena Jumapili nyingine nikaja nikawekewa mikono. Sasa baada ya hapo nilikanyaga hapa safari 4. Hii safari ya 6, juzi na jana ndio nimeona mwanga na mwili umeanza kuwa na nguvu baada ya kukaa na kusikiliza hiyo radio sana, na maombi yanayoomba nikawa nimeyapokea. Namshukuru Mungu. Kwa majina naitwa Makulata Tarimo. Namshukuru Mungu wa madhabahu hii. Nimefika madhabahu Jumapili iliyopita. Nikavutiwa na mahubiri ya hapa. Jana usiku sijalala. Nikaa nasikiza mahubiri ya hapa. Ule usiku kufika saa 9 nabii akirudia maombi atakayofundisha leo, nikaanza kutapika mate mengi sana. Asubuhi wakati nakuja hapa kifua kilikuwa kinanibana na kitu kama kinatembea kifuani. Lakini mtume manabii alivyonigusa hapo, nikasikia kitu kama kimewaka kichwani kwangu. Nikajikuta nimeanguka chini na muamini Mungu kwamba amenifungua.
Anaenda huyo. Anakwenda bila fimbo baba. Anakwenda sasa. Anakwenda bila fimbo. Anakwenda sasa. Anakwenda baba. Anakwenda sasa. Na anakunja mguu alikuwa Yesu anaenda wapi? Na anarukaruka alikuwa sasa anarukaruka. Anarukaruka baba. Naitwa Winifrida, nimetokea Matunda. Nilivyokuja mahali hapa niliona ukuu wa Mungu. Mtumishi wa Mungu alinitamkia roho ya mauti imeandaliwa wewe na mume wako. Kabla sijafika hapa nilikuwa sijajua hili kanisa. Mume wangu alifariki akapata ajali akaniachia watoto wawili. Nilivyokuja hapa akaniambia naona roho ya mauti bado inakuendelea. Vinywa vimenenwa juu yako wewe na bwana wako. Nilivyochukua mafuta ya chain breaker nikaenda nikamwaga ndani. Paka wawili walitoka pamoja na bundi wakaanza kupiga kelele. Nimekuja kumshukuru Mungu katika maombi ya funga ya 15 tulizokuwa tunafunga. Mwanangu alikuwa anatafuta mchumba. Ile siku ya 15 tulivyomaliza funga akaniambia mama nimepata mchumba. Nikamwambia siamini mpaka nione umepita hatua nusu ndio niamini. Jana amenipigia simu ananiambia mama nimeshalipa mahari tayari mchumba ni wa kwangu. Namshukuru Mungu wa madhabahu hii. Anatembea mwenyewe. Anatembea mwenyewe. Baada ya kufanyiwa maombi. Ndio. Anakwenda mwenyewe. Mateso yamemwachia. Anatembea sasa. Baba huyu aliyesimama mahali hapa alikuwa ameshikwa na hali ya kuparalyze. Upande mmoja ulikuwa ufanyi kazi kuanzia kwenye mkono mpaka kwenye mguu chini. Lakini baada ya kumuombea anashangaa mikono yake anaweza kukunja na hata ule mguu uliokuwa mzito sasa umekuwa mwepesi. Mungu wako anatenda mambo na ya kutisha. Dada huyu kwenye ofisi yake alikuwa hawezi kupata wateja ndani ya miaka 10, lakini alipokuja kwenye kongamano la kupakwa mafuta ya mpenyo na akachukua tena mafuta ya mpenyo, akaenda kwenye ofisi yake akachukua maji akachanganya na mafuta ya mpenyo akadeki ofisi yake. Jumatatu wateja walimiminika na anasema anafanya kazi kupita kawaida. God bless you. Barikiwa kwa kufuatilia jumbe zetu pamoja na kile ambacho Bwana ametupa kwa ajili ya wengi na wewe ukiwemo, tunafurahia sana. Na kuomba tafadhali follow page hii, comment na ushare na watu wengine. Muhimu zaidi pale Instagram ninayo account kwa jina la Dr. Ikera. Nenda pale Instagram follow hiyo page ya Dr. Ikera. Ina mambo ya pekee na ya tofauti zaidi. Muhimu sana nenda pale YouTube kwa masomo yote ya kina na ibada zote zinakuwa YouTube kwa jina la Dr. Peter Ikera. Mungu akubariki sana.